Karibu katika makala zinazoangalia undani wa hazina za tamaduni mbalimbali za Tanzania. Nyika, kipindi kinachoangalia makabila mbalimbali Tanzania. Leo, safari yetu inatufikisha kwa moja ya makabila maarufu na yenye mvuto wa kipekee, Wamasai. Katika sehemu hii tutagusia historia, mila na desturi za Wamasai, huku tukichunguza namna wanavyoendelea kuhifadhi urithi wao wa kipekee licha ya changamoto za mabadiliko ya kisasa. Wamasai ni mojawapo wa makabila ya Kiafrika yanayojulikana sana kwa utamaduni wao wa kipekee. Ni jamii ya kifugaji na mavazi yao yenye rangi angavu hufahamika. Masai ni wakazi wa maeneo ya kaskazini mwa Tanzania na wamehifadhi tamaduni zao kwa vizazi, wakijivunia mila kama sherehe za kijadi, ujuzi wa ufugaji wa ng'ombe na sheria mbalimbali kuhusu ardhi kama urithi wa jamii. Lugha yao Kimasai ni sehemu ya utambulisho wao wa kiutamaduni, huku wakionyesha mshikamano wa kijamii na heshima kwa mazingira wanayoishi. Japokuwa maendeleo ya kisasa yanaathiri baadhi ya vipengele vya maisha yao, Wamasai wamefanikiwa kuunganisha tamaduni za asili na mabadiliko ya kidunia. Nafika nyikani kwa Masai, moja ya vijiji vikubwa mkoani Kilimanjaro, ambapo jamii hii inaishi kwa makundi katika boma tofauti. Nakutana na kiongozi mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro aliyeanza uongozi wake mwaka 1975 akiongozana na msaidizi wake. Kimila, mtoto wa kike hapasi kutoa mkono kwa Laigwanan, bali paji la uso kwa baraka. Simulizi fupi kuhusu kabila hili ilianza kwenye asili yao. Wamasai ni wafugaji wanaoishi na mifugo kwa makundi makubwa sana. Inapotokea ukame, basi wao huhama kuelekea eneo lenye maji na majani kwa ajili ya mifugo yao na kuishi hapo. Utawala wetu wa mila ya Kimasai inaanza kwa majika. Wanazaliwa jika, alafu wanapewa jina. Yaani ina maana kwamba inakuja kama madarasa. Lakini sisi baada ya kuwa tunawekeana utaratibu huu, ni tumerisi kwa huko wale waliotangulia, kwa sababu sisi tumetokea Sudan, tukaja Kenya, tukatoka Kenya, tukahamia Mnduli. Mnduli sasa ndio tukakaa pale, ndio tukatawanyika Tanzania nzima. Uongozi kwa Wamasai hurithishwa pia. Kiongozi mkuu anaitwa Laigwanan, na siku anateuliwa Laigwanan, basi rungu nyeusi hukabidhiwa kwake kama ishara ya ukuu. Rungu hiyo husemewa maneno yenye nguvu, na endapo yeyote akakosea kiasi cha kumkasirisha Laigwanan, basi Laigwanan huitupa rungu hiyo, na rungu hiyo huleta madhara au maafa kwa mwenye hatia wakati huo. Kuepuka hayo, siku ya uteuzi wazee wa mila hufanya matambiko na semina ili kutoa elimu. Kuna marika. Kuna rika sasa hivi ambao yeye ni rika mkubwa ambaye tayari madaraka yake imeshapita. Kuna marika mawili ambao wanamfuata. Kuna rika wanaloitwa Elkemonak. Yaani wanaitwa Elkemonak. Elkemonak ambao ndio wanafuata ili kaundi kubwa, alafu wanafuata Elkemonak. Kuna ile rika yetu sasa ambayo tunaitwa Likoponi, ambayo ndio mimi sasa. Rika Likoponi. Ambayo namna kutengeneza, wametengeneza rika kwa sababu moja tu. Rika imetengenezwa kama kikundi ili kusudi mila isije ikafa. Sababu bila kutengeneza rika ina maana ni rahisi tu
mimi kutoka nikaiga tabia ya Wanyaramba, nikaiga tabia ya Wapare. Na maana tayari mimi sina heshima. Huyu baba akija siwezi kumpa kitu sababu nisijakulia rika Kimasai. Uongozi kwa Wamasai umeimarika. Rika zote hupata mafunzo kamili kwa kila hatua. Umasaini, kesi za mahakamani ni chache mno, kwani wao humaliza kesi zao wenyewe bila shida yeyote. Kila kiongozi huguswa na shida ya mwanajamii wake na kila mwanajamii hufuata vema mila zilizopo. Ndoa ni safari inayoanza baada ya jando, na ili ndoa ifanyike basi wazazi wa pande zote sharti wafahamiane ili kuepuka madhara yatokanayo na magonjwa ya kurithi au utovu wa nidhamu. Baada ya jando hufanyika sherehe kubwa kama hii leo, ambapo jamii yote hukutana kupongeza wazazi kwa hatua ya kukuza kijana wao na kumpongeza kijana kwa tendo la kishujaa. Wao huchoma nyama na kula kwa pamoja. Zamani ng'ombe zinahama, mzazi anaachwa, kijana anaenda na porini, ng'ombe porini, anaweza kukaa naye kama miaka kadhaa. Anakula nyama za kutosha. Kijana anakula nyama za kutosha, anapata nguvu za kutosha. Mpaka hata anaanza kupambana na wanyama kule porini. Kupambana na wanyama kule porini, akisirudisha ng'ombe salama ndani ya miaka 2, ng'ombe zikirudi salama nyumbani, alafu akahamisha tena, zikaenda zikapana na simba, akarudisha salama, basi mzee anasema sasa huyu mtoto wangu anafaa nimpe mke. Hawezi kumpa mke kabla, sababu akishampa mke kabla, sasa huyu kijana ataenda porini na nguvu zake zitaisha. Na nguvu ya kijana ni kwenda porini kula nyama, kula madawa, sababu kule porini hakuna unga, ni maziwa tu na nyama na dawa. Tayari akija kuna hali fulani baba anamuona kijana wake. Sababu kijana akitoka porini apendi kukaa sana kwenye michanganyiko. Sababu hataki tena mikelele. Wala hataki zile harufu za mafuta na nini na nini. Sababu anasema sasa kijana wangu anafaa sasa nimtafutie mke. Chakula kikuu cha Wamasai ni maziwa, nyama na damu ya mifugo, ambavyo ni sehemu ya maisha yao ya ufugaji. Damu hupatikana kwa kumchinja au kumchuna kidogo ngozi ya ng'ombe bila kumdhuru, kisha kuchanganya na maziwa ili kutengeneza kinywaji cha lishe. Nyama huandaliwa kwa kuchoma moja kwa moja juu ya moto, huku maziwa yakiwa yananywewa freshi au yaliyochemshwa. Chakula hiki si tu lishe, bali pia ni ishara ya utamaduni wao wa ukaribu na mifugo. Kati ya vitu ambavyo Masai wanapenda ni nyama. Na hapa baada ya sherehe za jando huwa wanachoma nyama. Karibu uone ni kwa namna gani wanatengeneza na ni kwa nini wanapika kwa staili hii. Subai? Eva, Subai si? Najibuje? Eva. Najibu nini? Kedo Eva. 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 Maana yake nini? Maana yake yani umenisalimia vipi, nikakwambia safi. Vipi na wewe useme safi. Aha. Eva. Ndio. Sawa sawa. Hongereni kwa uchomaji wa nyama. Asante sana. Zinapendeza. Ndiyo. Kwa nini mnachoma kwa namna hii? Tunachoma kwa namna hii kwa sababu huu ndo utaratibu wetu wa kuchoma. Yaani huu ndo utaratibu wa maandalizi au majiko yetu ambayo sisi huwa tunayatumia tokea hapo zamani mpaka leo. Na sisi tumekuta hizi taratibu zinafanyika na baba zetu mpaka leo tunaziendeleza. Na pia tunachoma kwa maeneo kama haya kwa sababu sisi huwa hatuchongamani kule nyumbani na wamama. Kwa ndio maana tunatoka pembeni kidogo ili kuja kuandaa kwa mtiririko huu. Ndio. Na kwa nini nyama? Yaani sisi sherehe zetu za Kimasai au za kimila ni lazima tutumie nyama kwa sababu tunaamini kwamba nyama ndio chakula kinachofaa kwa watu. Yaani kwa hiyo tunaamini kwamba watu watakapokula nyama katika sherehe yoyote ndipo watu wanapohisi kwamba wamekula, tofauti na kwamba watu wale makande
au wale vitu vingine ambavyo kiukweli sio bora. Kwa hiyo tunaamini katika ubora wa nyama. Na pia kwa sababu sisi ni wafugaji, tunaona pia ni faida kwa kufaidi mifugo yetu. Ndio. Na pako wazi, hamna hata kitu cha kuziba labda vumbi, jua na nini. Kwa nini wazi hivi? Ni wazi kwa sababu tunaweka wazi kwa sababu ya kwanza, ili tukiandaa katika hali hivi ya uwazi, kwa sababu kwanza hakuna mvua, na tunaamini pia miale ya jua inaweza ikachangia nyama kukaa katika usawa wa kukauka vizuri. Wakati tunaendelea kuchoma na mazingira yenyewe jinsi yalivyo, nyama haziwezi kuharibika. Sawa. Ndio. Naomba kuonja. Najuaje imeiva sasa? Unajua Yagwalale, unajua kwa hivi au utaratibu ukoje? Naruhusiwa kujikatia? Unaruhusiwa kujikatia pia. Unachukua sime, alafu unajikatia kidogo kwa kuonja, unaruhusiwa kujikatia. Huku nikikushikia ili isidondoke. Sawa. Unajikatia. Nyewe mweki malimao? Sisi hatuweki malimao kwa sababu tutaharibu ladha ya nyama. Tunataka ile ladha ambayo ndio yenyewe. Ndio. Dakika ngapi inaiva? Hii inaiva dakika 10 mpaka 15 ili ikae vizuri, sasa iwe katika ile hali ya na hatupendi sana ikauke kwa sababu tunataka ibaki na yani yale maji yake ndio yanaweka ladha tofauti na ikikauka. Supu. Aisha ni tamu. Mnakosa mambo ya Kimasai huko. Sawa. Basi tuendelee kuchoma nyama. Okay. Maibo ngara bibi. Bonga ile divera nija. Hapa tunaendelea kuchoma na tunachochea mkaa kwa sababu haitakiwi ipigwe na ile miale ya kuni ya moto ifuke namna hii. Ni hii mikaa ndio inaivisha. Kwa hiyo tunapochochea kwa hii mikaa, na hawa unaowaona hawa ndio wachomaji ambao wanaiva. Pale na huyu ni Morani, wao ndio wana. Morani anaandaa kwenye siku yake. Anaandaa katika kuchoma. Bunga mengi ngona bora. Haembunga bora ya buri. Anaandaa katika kuchoma na mzee ndio anamsimamia. Ili ikiiva vizuri mzee amwambie chomoa hii mala. Ndio. Kwa hiyo mkitoka kwenye jando mnachinja siku hiyo au mnakuwa mmeandaa kabisa? Tukitoka kwenye vijana wanawekwa jando asubuhi na mapema sana. Si ndio? Alafu baada ya hapo sisi tunakuja hapa kufanya maandalizi. Ndio. Baada ya kutoka hapa kutoa nyama, ndio tunaendelea na shughuli zingine. Sawa. Ndio. Nashukuru kwa nyama. Nasubiri iva vizuri. Sawa. Tule vizuri. Sawa. Unasemaje asante? Ashena. Okay. Ashena leng. Ohoya, iyelea, iyalelea, iyelea, ohoya. Oya, iyalelea, ohoya. Embrace. Eu. Airoroketa. Enke kijiji Masai Mikocheni. Mtazamaji, hapa nimevalia mavazi ya Kimasai na niko kuangalia kabila la Masai kwa undani, wanaishije tamaduni yao, lakini hapa nimevalia kabisa vazi zuri la kumetameta kwa ajili ya sherehe kama mwanamke wa Kimasai anapopaswa kuvaa. Na hapa nimekalia mkeka huu, lakini ni ngozi ya ng'ombe. Karibu tuweze kujumuika pamoja tujue ni nini Wamasai wanavyo kama mila, na pengine naweza nikaondoka na mwenzangu. Naweza ukaniita Maureen, lakini pia leo naenda kwa Nimbrace. Hii ndio namna Moran wanavyoingia kwa ajili ya ngoma kwa burudani baada ya kazi ama wakati wa sherehe mbalimbali. Wanawake hawaruhusiwi kuambatana kwani wanaume zao huwachunga. Wataruhusiwa tu inapobidi na wanapaswa kucheza na sio kuambatana kivyo vyote. Mbiu inayosikika ni ishara ya ushujaa ambayo hupigwa wakati wa vita kama filimbi kwa askari. Filimbi hii huitwa emalo. Filimbi walizoshika ni ishara ya ushujaa na kimila pia ni ishara ya ngoma, nazo huitwa engudi. Mkuki ni silaha iitwayo
Embere. Wamasai hupandisha mori kama sehemu ya sherehe zao za kijamii na za mpito, hususan wakati wa kufundisha vijana au kusherehekea ushindi. Mori hupandishwa kwa nyimbo za kishujaa, ngoma za mduara na kurukaruka kwa nguvu, huku wakiimba kwa sauti za juu. Hii huimarisha mshikamano, ari ya kijamii na kujenga ujasiri kwa vijana wanaojiandaa kuwa wanaume wa jamii. Morani kama mashujaa wa Masai huonyesha nguvu na udhibiti kupitia shughuli hizi, zikibeba uzito na heshima na utambulisho wa kitamaduni. Iyele olale aha iyele aha iyele aha ale yala yo ohoya iyele aha iyale iyale hamba iyele aha iyale Yele aha, yele aha, yele aha, yele aha, yele aha, ohoya, yele aha, yele aha, yele aha, ohoya. Oya, yele Yele oh Yele oh ya Yele ah Yele ah Yele olale ya oh ya yele 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 oh ya
Kabila hili la Wamasai linatuonyesha jinsi wanavyojivunia utamaduni wao wa urithi wa kipekee unaojumuisha mila, nyimbo na maisha ya ufugaji. Wamasai wanaendelea kuhifadhi utambulisho wao kupitia mshikamano wa kijamii na heshima kwa mazingira. Tunawatia moyo wote, tunathamini na kuheshimu urithi wa makabila yetu, kwani ni hazina ya historia na utambulisho wetu. Asante kwa kuwa nasi na tukutane tena nyikani, tukiangalia makabila mengine hapa nchini.